Msichana aliweka mkono wake juu ya uso wa mwalimu wake aliyekufa, lakini kwa mshangao wake aling'oa uso mwingine uliokuwa na hofu. Aliendelea kung'oa uso mmoja baada ya mwingine hadi mwishowe uso wake mwenyewe ukaonekana. Katika wakati huo, macho yake yalianza kufifia, kisha akapoteza uwezo wa kuona kabisa. Mwalimu hakuonyesha huruma yoyote na akamtupa barabarani kwenda kuombaomba. Kisha mwanafunzi mkubwa alitokea, lakini alikuja kwa ajili ya kumdhalilisha tu. Alimtupia fimbo na kumlazimisha kupigana. Arya alizungusha fimbo mara kwa mara, lakini kila wakati alikosa shabaha. Wakati akimcheka, mwanafunzi mkubwa alimshambulia bila huruma. Baada ya hapo, alikuja kila siku kumtesa Arya, lakini hakutarajia kwamba uvumilivu wake ungekuwa mkubwa kiasi hicho. Mpaka siku moja mwalimu alikamata fimbo hewani. Hatimaye aliridhika na Arya na akamrudisha katika akademia. Hilo lilimfanya mwanafunzi mkubwa ajazwe na wivu. Alimpiga tena na tena, hata alitaka kumuua. Baada ya mwezi mzima wa mateso, Arya hatimaye alianza kujitetea, na hilo ndilo hasa ambalo mwalimu alikuwa akilisubiri. Kisha alimpa dawa iliyokuwa na uwezo wa kumrudishia uwezo wa kuona. Baadaye akamtuma kutekeleza kazi ya mauaji. Lengo lilikuwa mwanamke mwema. Wakati huo Arya alimkumbuka mama yake, hivyo akaamua tena kutotii amri na akaitupa sumu kwa siri. Lakini mwanafunzi mkubwa aliona kila kitu. Kisha akaenda mara moja kumweleza mwalimu. Akiwa amevunjika moyo kabisa, mwalimu alimruhusu mwanafunzi mkubwa kumuua Arya na kutoa uso wake kama sadaka kwa miungu. Mwanafunzi mkubwa alivaa mavazi ya mwanamke mzee na akamkaribia Arya kimya kimya. Kisha akamshambulia ghafla na kumchoma kwa nguvu. Lakini Arya alijibu haraka sana na akarukia mtoni ili kutoroka. Hata hivyo, mwanafunzi mkubwa hakuwa na nia ya kumwacha aende. Alimfuatilia kupitia mitaa kadhaa. Mwishowe, wote wawili walifika katika ukumbi uliokuwa na giza totoro. Mwanafunzi mkubwa aliamini kwamba ushindi ulikuwa tayari mikononi mwake, lakini sekunde iliyofuata, Arya alizima mishumaa yote kwa mgongo wa upanga wake na akaanza kupigana naye gizani. Saa moja baadaye, mwalimu alifuata alama za damu hadi kufika hapo. Alikuta uso usiojulikana pekee. Ulikuwa uso wa mwanafunzi mkubwa. Arya alikuwa tayari ameutoa kama sadaka kwa miungu. Na wakati huo huo, Arya alitokea nyuma ya mwalimu na kumwelekezea upanga.